We had the workshop. My first message would be the workshop with 50 people in it. Nakumbuka nikienda Russia na nikiwa na furaha, na mkutano wa kwanza ulikuwa na watu 50. And I'm preaching the message. Nikawa nahubiri ujumbe. The first point, I'm preaching abortion is sin. Nikahubiri ujumbe wa kwanza wa vya mimba kama dhambi. There were 45 women in that room and 5 men. Na wanaume 5. And I remember this happening, and it was so unnerving to me. I was speaking this first point of this message. Haya mambo ndio yaliyotokea nilipokuwa ninaongea ujumbe wa kwanza. And the ladies began to cry in the room. Wale wanawake waliokuwa pale wakaanza kulia. And it wasn't just little tears. I could hear them sobbing. Walikuwa wanalia sio. They're putting their heads down on the table going waliinamisha vichwa vyao na wakaanza kulia kwa sauti. And it made me really nervous. Ikanifanya nikawa hisia zangu. Because I went to Russia as a messenger. Nilienda Urusi kama mjumbe. I had a message. Nilikuwa na ujumbe. And I remember talking to the Lord. I remember having a conversation with God. Nikawa na mazungumzo kabla sijaenda na Mungu. But I was still speaking the message. Wakati nilikuwa. Have you ever done that? Have you ever had a micro conversation with God while you're doing something? Sijui kama umeshawahi kukua na mazungumzo na Mungu na tayari unaendelea kuhubiri. So I'm preaching this message. Kwa hivyo ninahubiri and I'm talking to God. Na ninaongea na Mungu. And I said, Lord, na nikasema Bwana, I'm not going to be able to finish my message if the ladies keep crying. Sitaweza kumaliza huu ujumbe kama hawa wanawake wanaendelea kulia. And what God said next would change everything in my life. He said, I don't care about your dumb message. Na Mungu alibadilisha mawazo yangu, maana alisema sijalishwi na ujumbe wako. I'm changing your ministry. Ninabadilisha huduma yako. I want you to stop preaching. Nataka uache kuhubiri and declare that you're going to pray for women for healing. Nuanze kutangaza utawaombea wanawake wapone from the trauma of their lives. Ili waondoke katika mseto wa mawazo. And abortion and molestation. Mseto ulioletwa na kuavya mimba na majeraha ya kutumiwa vibaya. I want you to take time to heal them. Uchukue muda uwaponye. So now I'm very nervous. I'm thinking, I feel like God has asked me to go to a crusade and call for the wheelchair people. Kwa hivyo nikawa, everybody in a wheelchair come up now. Nikawa ninahisi because you're going to lay hands on them and heal them. Maana ninaona ni kama Mungu ananituma kwa mkutano wa hadhara niwaite wale ambao ni wagonjwa niwaombee. I felt this is way too much for me. Nikahisi ya kwamba hii inanizidi. I'm going to heal daughters' hearts. Nitawezaje kuwaponya mabinti mioyo yao? It was overwhelming to me. So I started to argue with God. Ilikuwa na uzito unaonipita, nikaanza kujibizana na Mungu. Lord, men don't do this. Men don't work with ladies in this area. Nikamwambia Mungu, wanaume hawawezi kufanya na wanawake kazi kwa njia hii. This is very personal and private and very female. Mambo haya ya kuwaponya wanawake ni mambo ya kibinafsi sana. In America, the men raise the money for the ministries that heal the women. They work with the boyfriends. They don't work with the ladies usually. Kule Amerika wanaume hawafanyi kazi na wanawake, wanatafuta pesa ili vikundi vingine vifanye kazi na wanawake kuwaponya. So I'm arguing with God. I say, Lord, the men don't do this. Kwa hivyo ninajibizana na Mungu, namwambia wanaume hawezi kufanya kazi hii. Now listen to me. Then he said something to me. I'm saying this to every man here, every leader. Mungu akaniambia jambo hili na wanaume msikize. Do you think the touch of a father could heal the broken heart of a daughter? Akaniuliza, je, wafikiria mkono ulio na upole wa mwanaume waweza kumguza mwanamke aliyejeruhiwa? I said yes, absolutely. Nikamwambia ndio, unaweza. That's who I am. Na hiyo ndio mimi niko hivyo. I'm a dad, I have a number of kids, I have daughters. Mimi ni baba, nina mabinti na nina watoto. I think of myself as a compassionate man. Nikajifikiria ya kwamba ni mwanaume aliye na huruma. He said that's why you're here. Mungu akaniambia ndio sababu nilikuleta hapa. I didn't bring a preacher here. I wanted to bring a father here. Si kuleta mhubiri hapa, nilikuwa nataka kuleta baba.
So I'm still preaching my message. This is all a conversation with God. Ningali ninaendelea The kuhubiri, conversation's going on. lakini tunazungumza na Mungu. I'm trying to make excuses to avoid stopping the meeting. Ninajaribu kutoa visababu ili I nisimamishe don't want to mkutano. stop the meeting. Sitaki I kusimamisha don't want to mkutano. start praying. I don't want to ask the women to come for prayer. Sitaki kuwaita I'm wanawake making niwaombe. excuses. I'm trying to Ninatoa figure out what to visababu. do. Ninatoa visababu. My next excuse was this. Kisababu chingine ilikuwa ni Lord, hiki. I don't want to just tell these ladies they can be healed today. Sitaki niwaambie hao wanawake wanaweza pona leo. I don't want to just say now, right Sitaki- now something's going to happen. Sitaki kuambia sasa hivi jambo litafanyika. Because in America we have these healings, certain way of healing people. Maana Amerika tuna njia ya kuponya watu. We have a little workbook and we have a 12-week Bible study that will take somebody through healing. Tunayo mafundisho ambayo yanaenda kama wiki 12 ya kusaidia mtu aweze kupona. I said, Lord, I don't want to insult women just saying today it's going to happen now. Kasema sitaki niwatukane wanawake kwa kuwadanganya ya kwamba watapona leo. I don't want to say that to them and somehow communicate to them that the pain they have and the years they've carried the pain it's going to happen right now. Just Sitaki kuwaambia ya kwamba miaka mingi ya uchungu waliopitia utaondoka mara moja. And then the Lord challenged me again. He keeps challenging me with my excuses. I have my excuse and he slaps me down. Na Bwana akawa anapigana na vile visababu vyangu kwa The Lord kuniletea said this to me. jambo tofauti. He said, do I have your permission to be a supernatural God? Akaniuliza, je, ni lazima nipate ruhusa kutoka kwako niwe Mungu atendaye miujiza? If I want to open heaven Kama ningetaka kufungua mbingu over a daughter that I love, if I want to stop everything and open heaven in a moment of time kama ningetaka kufungua mbingu kwa muda juu ya mtoto ninayempenda and release healing over her and break the sorrow and the pain and the regret and the shame that she's carried for years. So I'm out of excuses. Kwa hivyo nikakosa I'm visababu. standing there and I say, okay, Lord, I'm going to do what you want. Nikasimama hapo nikamwambia Bwana, The nitafanya ladies are still upendavyo. crying. Binti wale I said, we're going to wanalia stop our meeting now. na nikawaambia tutakomesha mkutano sasa. We're stopping our meeting and we're going to Tunasimamisha pray. mkutano na tutaomba. Everyone who wants prayer for abortion and immorality, Ambaye anataka maombi kwa sababu ya usherati na pia kuavya mimba, please stand and come to the front. simama na uje huku mbele. And every woman in the room stood up, Na kila mwanamke kwa ile nyumba crammed akasimama. into the aisles and just was pushing into the aisles. Na wakawa wanakuja And kwenye they're standing madhabahu like this, na wakasimama kind of this wamejikunja protective pose that women will do with their arms folded. No, wakiwa na ile just hunched over, msimamo weeping. wa kujilinda vile wanawake hujikinga. And I was just overwhelmed at the level of woundedness I saw. Na nikawa ninahisi mzigo sana kwa sababu ya majeraha niliyokuwa ninaona I mean, wamebeba. these were the Russian women. The average Russian woman had 7 abortions. Na hawa ni wanawake wa Urusi, na mwanamke wa Kirusi mara nyingi anakuwa ameavya mimba kama mara 7. It was their birth control. Hiyo ilikuwa ni njia yao ya kuzuia kuzaa watoto wengi, And kupanga uzazi. And the women have a reputation as being the most seductive and sensual women in the world. Na wanawake wa Urusi wanajulikana ni wanawake ambao wana mambo ya kuvutia wanaume sana. But there was a deep pain and a deep sense of brokenness in them. Na kulikuwa na hali ya kujeruhiwa na kuvunjika ndani yao. And God was teaching me, He was teaching me something about women. Na Mungu alikuwa anifunza jambo kuhusu wanawake. So I remember making that call, and I remember the first lady that came up. Nikaitana na yule She's binti standing aliyekuja in front of kwanza. me. Alikuwa amesimama mbele yangu. It was so interesting. She had a see-through blouse and a black brassiere on. Alikuwa amevaa blouse ambayo inaonyesha uchi wake. Because she was a Russian woman. She was a new believer that hadn't learned purity. Alikuwa ni mwanamke wa Kirusi ambaye ameokoka tu hivi karibuni, hata hajajifunza maadili ya Kikristo. She was coming out of this sexualized world. Kwa hivyo alikuwa anatoka katika ulimwengu huo wa anasa ya usherati. And so I
I remember looking at her and I laid hands on her and I was saying, Lord, what do I say to her? Na nikamwangalia, nikamwekea mikono, namuuliza Bwana, nimwambie nini huyu? And I found her name. Nikamuuliza Her jina name lake. was Stella, Aliitwa Stella, which means star, ambayo inamaanisha like in the nyota. sky, star. Nyota. Her name was Stella. Kwa hivyo jina lake ni Stella. And I felt the Lord tell me to tell her, you are a bright star for God. Nikasikia Bwana akiniambia nimwambie, wewe ni nyota inayong'aa sana kwa ajili ya Bwana. You're not a dull star. Wewe sio, you're a bright star for God. Wewe sio nyota ambayo haina mwangaza. To speak healing and redemption and to break the shame. Ili niweze kuvunja ile aibu na ile minyororo iliyomfunga. And she began to weep. Akaanza kulia. And I was sort of saying, Lord, this doesn't seem to help. What I said didn't help. Nikamwambia Bwana, inaonekana vile nimemwambia yeye ni nyota haisaidii, ndio analia zaidi. And the Lord said there's healing in tears. Na Bwana akasema kuna uponyaji katika machozi. Kuna uponyaji kwa machozi. So I began, and then he said, tell her if Jesus is the King of Kings. Akaniambia nimwambie kama Yesu ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. And that if she is a daughter of Jesus, the King of Kings, na yeye ni binti wa Yesu, mfalme wa wafalme. Tell her that every daughter of a king is called a princess. Mwambie kila binti wa mfalme anaitwa malkia. Declare that royalty over her. In the midst of her sense of shame. Umnene maneno hayo ya utawala. So I said, you're a princess. Nikamwambia wewe ni malkia. If Jesus is the King of Kings, kama Yesu ni mfalme wa wafalme, and you're a daughter of Jesus, you are a princess. Ni binti ya Yesu, wewe ni malkia. And she began to cry some more. And akaanza kulia zaidi. He just kept emphasizing these things to me. Nikaendelea kumhimiza. Then the Lord said, talk to her about being a flower. Naye Bwana akaniambia mwambie yeye ni ua. And he gave me this expression. I said, Jesus is the only one that can put the petals back on the flower that the devil has torn off. Na Mungu akaweka maneno haya ya kwamba Yesu tu peke yake ndiye anaweza regesha ua lililokatwa kutoka kwa mti. And I could just see the Lord putting petals back on her. Nikawa ninaona Mungu, because she felt so unworthy. She felt like she had failed so horribly. Akirudisha yale maua, maana niliona ya kwamba alijihisi ya kwamba yeye amemalizika, hana maana. And I literally felt like she was feeling the Lord putting petals back on her life so she could be beautiful again and not be damaged. Anarudisha yale maua ya urembo kwa maisha yake ili aweze kuchipuka tena. And I feel like I was watching a miracle. Na nikawa ninahisi ninaona muujiza. Watching this broken daughter just being healed and restored by the Lord. Na muona huyu binti aliyevunjika Bwana akimregesha. And then he said, talk about your girls. Na akaniambia mwambie hadithi ya binti zako. Of my 8 children, I have 6 daughters. Kwa watoto wangu 8, 6 ni mabinti. And I said, God loves it when his girls run to him. Na nikamwambia Mungu anapenda wakati binti zake wanamkimbilia. And I told her, I said, when my little girls nikamwambia wakati wasichana wangu get a sore finger, wangeumia kidole, they would run to me as their father. Wangenikimbilia kama baba yao. They would run crying to me and they would come to me. Wangekimbia wakilia. And when they did that, I never pointed my finger at them saying, what are you doing here? Na waliponikimbilia kwa uchungu sikuwaelekezea kidole cha lawama. But when they were running to me, I would just open my arms. Nilifungua mikono yangu and embrace them. Nikawakumbatia. And I would ask them, where does it hurt? Na nikawauliza umeumia wapi? And they would hold their finger up and say my finger. And then I would kiss their finger. Na ningebusu kidole chao. And they would run away. Na wangekimbia. They would smile and run away. Wangetabasamu na kuondoka. Then I said to Stella, the Lord loves it when his daughters run to him. Nikamwambia Stella,
Mungu anapenda binti zake The Lord wanapomkimbilia. never puts his finger in your face and says, what are you doing here? Mungu haelekezi kidole cha lawama kwako wakati umeumia na But he just kukuuliza unafanya opens nini his hapa. arms and he embraces them. Lakini yeye hufungua mikono yake na And wants to kuwakumbatia. chase away all the darkness and the pain and the sorrow and the shame and the Na anapenda kuondoa giza, aibu everything they're na masononeko ambao mtu amebeba. And so that was my experience, my first experience where the Lord was changing me from a messenger. Na hayo ndio mambo ambayo To a niliyapitia wakati Mungu alikuwa ananibadilisha nisiwe I mjumbe believe God wants niwe to baba. populate the church with fathers. Naamini Mungu anataka kujaza kanisa na mababa. I was very uncomfortable. I didn't even know it was the Lord taking me and changing me. Sikustareheka kabisa, hata sikujua ya kwamba Mungu ni yeye ananichukua anibadilishe. We know the scripture for revival is Malachi 4, 5, and 6. It's one of the revival scriptures. Tunajua kitabu cha ufufuo, maandiko hayo ni Malaki 4 aya 4 hadi ya 5. Malachi 4, 5 says, "In the spirit, he will come with the spirit of Elijah, Nasema ya kwamba atakuja katika and roho wa he'll Elia, turn the heart of fathers to their children, atageuza and the mioyo heart ya of children to their fathers, watoto ielekee mababa na mababa waelekee watoto wao, unless I come and smite the land with a curse." ili nisije nikaipiga nchi na laana. This is a challenge to fathers. God's talking about fathers. Mungu anaongea kuhusu mababa. He says the spirit of Elijah comes and he's going to restore, he's going to turn the heart of fathers back to their children. Anasema roho wa Elia atakuja na atageuza mioyo ya watoto ielekee baba That zao. means God wants to create a movement Inamaanisha where men begin to turn their heart to their families, to their children. Mungu In a new way. anaanzisha msisimko ambao utasababisha baba waendee watoto na watoto baba zao. We have men's breakfasts in America. Tunakuwa na And mkutano wa kiamsha they kinywa. say we're all going to have the men's breakfast. Tutakuwa na chai ya They asubuhi ya show wanaume. pictures of sausage and eggs and cinnamon rolls. Wanakuwa na chakula, sausage na nini. Because they have a women's meeting already. They have a women's meeting that's very successful and lots of women coming. Tunakuwa na mkutano wa kina mama na kina mama So they have a wanakuja. men's breakfast. They say, come to the men's breakfast. So wanasema tuna mkutano We're wa all going wazee to get John. together. Wanakusanyika We're pamoja. going to have a great time together. Kuwa na wakati mzuri We have pamoja. sausage and bacon. Tuna nyama, Pancakes. tuna pancake. And I'm always thinking, as a dad, I'm thinking, when are we ever going to just talk about the most important things a father can do? Na ninajiuliza ni wakati gani tutaongea We want mambo ya the men, muhimu we want ya the men to come to the breakfast, and kina then baba. Tunawaita wa they baba came kwa to the breakfast. breakfast and they leave comfortable. They leave. I mean, this is a chance for us to call them to walk in their most important responsibility. Tunakuja tu tunawapa chai, wanakunywa, wanaondoka, badala ya kuwaongelesha mambo ya muhimu kwa maisha yao. I mean, I've written books. I've been to 20 plus nations. The most important thing I ever did was have a family and have 8 children. Nimeandika vitabu, nimetembelea mataifa, lakini jambo la muhimu zaidi nimefanya ni kuwa na familia All of my yangu. children are serving the Lord. Watoto wangu wote wanamtumikia We Bwana. are building the kingdom of God. Tunajenga ufalme wa Mungu. It is just the mercy of God. Ni kwa rehema za Mungu. I didn't know what I was doing, but the Holy Spirit was going to teach me how to be a dad. Sikujua nilichokuwa ninafanya, I lakini grew Roho wa Bwana up with an alinifundisha. alcoholic mom Nilikuwa na mama ambaye alikunywa and a pombe dad who never said, I'm proud of you. na baba ambaye hakuniambia ananipenda. There was tension between me and my dad. Kulikuwa saa yote We would argue over how long haircuts or how long my hair was. And kuna mabishano, nywele yangu ni ndefu, tunabishana na baba kila wakati. his message to me was, you disappoint me, Jim. Na kila wakati baba alinitumia ujumbe ya kwamba mimi ninamwangusha. I wasn't the kind of son he wanted to have. Sikufanyika kijana ambaye baba alipenda. He wanted me to take cold showers because cold showers was manhood. Alitaka saa yote nioge na maji baridi ndio nimuonyeshe mimi ni mwanaume. I said, Dad, I hate cold showers. Na mimi namwambia baba, sipendi kuoga na maji baridi. I don't even like to get out of a cold shower or a warm shower into a cold bathroom. Sipendi hata kuingia kwa bafu ambao ni baridi. And he would just look at me kind of like that disappointment. Naye akaniangalia kama kijana akuji vile And nataka. he was supposed to create a relationship with me Na yeye and bless me.
alipaswa kutengeneza uhusiano na mimi na nibariki. Not, he went to this school. He went to this school. It's a dad's school. Alienda kwa shule ya baba. I think every dad goes to this school. Nafikiri kila baba huenda kwa hii shule. It's under a bridge somewhere or in a forest. Hii shule inakuwa kwa daraja, chini ya daraja mahali. Or it's in a cave somewhere. Ama kwa pango. And every dad seems to go there, and when they go there, they learn this one thing. Na kila baba ni kama wanaenda kwa hiyo shule, na akienda kuna kitu moja anajifundisha. If a son or daughter does 99 things right and one thing wrong, wanajifundisha hivi ya kwamba msichana wake ama kijana akifanya mambo 99 vizuri na afanye moja mbaya, the dad talks about the one thing wrong. Baba anashinda kwa ile mbaya ile moja. Anashinda tu kwa ile moja. Every little boy, every daughter, there's something in the heart of every child. They're standing on their tiptoes, waiting for their dad to bless them. Kila tamanio la mtoto ni kugojea baba yake ambariki. Because the father is that first image. The father creates an image of God for that child. Maana mtoto huona sura ya Mungu kupitia baba yake. I remember I was in the basement. Nakumbuka wakati mmoja nilikuwa kwa nyumba ya chini. Russia opened up for me. Na Russia, the nation opened up. I'm going to go preach in Russia. Yes, mlango wa kwenda Urusi ulikuwa umefunguka. I'm so excited. God's opened Russia. I'm going to preach in Russia. Wow. Kwa hivyo nikawa nafurahia, namwambia Mungu nitaenda Urusi nitahubiri. I'm going to learn the language too. Na pia nitajifundisha lugha ya Urusi. I'm going to preach in Russian. Nitahubiri kwa lugha ya Urusi. And so I'm down the basement Saturday morning about 9 o'clock. Kwa hivyo niko kwa nyumba ya chini kule asubuhi Jumamosi. I'm studying my Russian. Ninasoma Kiurusi. I'm a spiritual man. I'm spiritual. I'm studying my Russian. He's called me to the nation. Mungu niite kwa mataifa. And the Lord says, "What are you doing?" Mungu akaniuliza unafanya nini? I go, "You open Russia." Nikamwambia umenifungulia Urusi. Preach in Russian. Nitaenda kuhubiri. He goes, "Put those stupid cards down." Kaniambia ondoa hizo vitabu za kijinga. And go upstairs and find your son and play catch with him. Enda throw the ball with him. Uchukue kijana mcheze mpira na yeye. You take care of what you can do with your son. I'll take care of Russia. Wewe shughulikia mtoto wako, nitashughulikia Urusi. That was before my first trip. Hiyo ni kabla ya That was before my first trip to Russia. Hiyo ni kabla I went to Russia 35 times and Ukraine 15 times. Hiyo ni kabla sijaenda Urusi mara ya kwanza. 50 cities that have 400 meetings. Nimeenda miji 50 na mikutano kama 400. But my son kijana wangu loves the Lord. Anampenda Bwana. We never want to put our children in this place. Hatungetaka kuwaweka watoto wetu mahali hapo. Where they even think this. Mahali ambao watawaza hivi. Where they say, "Dad," mahali wanaweza kusema baba, "could you please not serve the Lord so much?" Tafadhali unaweza kupunguza kumtumikia Mungu. "Do I get any time with you?" Je, naweza kupata muda na wewe? "Could you please not serve the Lord so much, Dad?" Daddy, unaweza acha kuenda sana. And we never want to put a wife in the position. Hatutaki kuleta watoto wetu kwa hiyo hali. Where she asks the same, or she even thinks the same thing. Ambao binti yetu atauliza mawazo kama haya. I wish you had a little time for me. Anasema afadhali ungekuwa na muda na mimi kidogo. A woman she will stuff things in her heart. Mwanamke ataweka vitu moyoni. For years she'll just put that disappointment in her spirit. Wanawake mnajua wana hiyo tabia ya kuweka mambo katika moyo. And after 5 years, na baada ya hifadhi ya miaka 5, the pain is so great she finally says, "Okay, choose me or the ministry." Mwanamke anafika mahali anasema basi leo utanichagua mimi ama uende na huduma. I can't do this anymore. You pick me or the ministry. Siwezi kaa hivi, nichukue mimi ama huduma. But God wants to raise up a generation of leaders that are doing that, are attentive to their families. Lakini Mungu anataka kuinua kizazi ambacho kinashughulikia familia zao na wana Roho Mtakatifu. There are moments of sacrifice. Listen. Na kuna wakati wa kujitoa. There are moments of sacrifice where God releases grace. Kuna wakati wa kujinyima ambao Bwana atatoa neema. But we don't want to habitually deny our role to fill their hearts and be with them. Lakini lazima tuwe na tabia ya kukua na wao na kuijaza mioyo yao na kuwaponya.
So I want to look at a couple other things. I want to look at this other half of the message Ningependa kuangalia sehemu ya pili ya that I ujumbe. spoke. God calls himself, he has many names for himself, but one of the things he called himself was the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Mungu ana majina mengi, lakini mojawapo ya jina mashuhuri sana anajiita Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. That's a strange name. Like, I'm the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Na hiyo ni jina ambalo God's saying something there. ni Mungu anajaribu kuleta ujumbe kupitia hilo jina. There are some churches in America, they never talk about the generations. Kuna makanisa kule Amerika ambao hayaongei kuhusu vizazi. They're kind of a one-generation church. Ni kanisa la kizazi kimoja. That you have a relationship with God and we all have a relationship with God. They don't talk about the relationship of fathers and sons. Wanaongea tu uhusiano wao na Mungu, hawaongei kuhusu uhusiano wao na familia. Because there's so much pain in that generation because their children are not following after God. Kwa sababu wana uchungu mwingi, maana watoto wao wameondoka kwa Mungu. So we can build whole churches and movements where we don't talk about our children or our grandchildren. Kwa hivyo tunaweza kutengeneza makanisa na mikutano ambayo hatuongei kuhusu watoto. Because we were so busy building our own kingdom and our own life as a minister or a leader. Maana sisi tumechukua ubinafsi wetu, tunajenga huduma zetu, tunajenga ufalme wetu. There was that neglect. Na sasa tunaachilia. What did John say? I have no greater joy than my children walk in truth. Na Yohana anasema he was talking about his spiritual children. You could also say that's true for natural children. Yohana anasema ya kwamba sina furaha inayozidi kuona watoto wangu wakitembea katika Bwana. That there's such a joy in that and there's so much pain in that. Kuna uchungu na pia kuna furaha hapo. But God's restoring and he is retraining a generation of leaders. Lakini Mungu anarejesha na kufundisha kizazi kipya. Listen to this verse. Sikiza andiko hili. When the righteous rejoice, there's great glory. Wakati wateule wanafurahia, utukufu ni mwingi. But when the wicked arise, lakini waovu wanapoinuka, men hide themselves. Watu hujificha. That sounds kind of negative, doesn't it? Hii inasikika ni kinyume sana. When the wicked arise, men hide themselves. Wakati ambao waovu wanainuka, waume hujificha. We're faced with wickedness everywhere, and when the wicked arise, men hide themselves. Dunia imejaa uovu sasa. Change the scripture. Na uovu ukiwa, wanaume hujificha. Interpret it differently. Tuiweke tofauti kidogo. Interpret it differently. Tutafsiri tofauti kidogo. When the righteous rejoice, there is great joy. Wakati wenye haki wanafurahia, kuna furaha kubwa. But when the wicked arise, lakini waovu wakiinuka, God calls men out of hiding. Mungu huita watu watoke mahali wamejificha. When the wicked arise, God calls men out of hiding. That's the alarm. Wakati uovu unaongezeka, he says, the wicked are rising, I'm calling men. Mungu arise and be fathers. Arise. Amen. Arise. Mungu anasema uovu umeongezeka, wanaume tokeni mafichoni. Tokeni mafichoni. The devil fears men. Shetani anaogopa wanaume. The devil fears men. Shetani anaogopa wanaume. Men are feared by the power of darkness. Wanaume wanaogopewa na nguvu za giza. So this regime denies any leadership, any risk-taking, any initiative. Uongozi wa kikomunisti unapinga mtu asihatarishe maisha, asianzishe jambo. Any appropriate aggression. Wanakataa mtu asukume mambo kwa njia mzuri. Anything that when they're not acting passively, they're leading, they're taking risks. Wakati wanaume wanasonga mbele, hawanyamazii mambo. But the regime opposes everything that a man is. It says we don't want any of this kind of manhood. You're going to the prison camp. Lakini uongozi huo unafinyilia hao wanaume ambao wanainuka na kuzungumza na kuanzisha mambo, wanawatuma gerezani. In those regimes, there's one part of manhood that they encourage. Lakini katika uongozi huo kuna sehemu moja ya uume ambao wanaichochea. They don't want any of the other parts of manhood. Hawataki sehemu hizo zingine za mwanaume. But they say they encourage them to be sexual. Lakini wanataka wawe wanaume ambao wanatembea na wanawake.
that part of manhood is encouraged. Kwa hivyo wanachochea hiyo hali ya mwanaume kujionyesha ya kwamba anaweza lala na wanawake wengi. So there's a war against this identity of a father as a leader. Kuna vita ambayo, war against family. Kuna vita ambayo the devil fears family. Kuna vita ambayo inaendelea kinyume na mwanaume na kinyume na familia. There's a scripture that describes our enemy. Na kuna andiko ambalo linatuelezea Isaiah 14:12, it says this. Isaia 14 na 12. It talks about the fallen angel Lucifer in heaven. Inamuonyesha who's cast down to the earth. Lucifer ametupwa chini. Third of the devil, third of the demons. Ametupwa chini pamoja na how you have fallen from heaven. Jinsi umelivyoanguka kutoka mbinguni. You've been cast down to the earth. Ewe nyota wa alfajiri, mwana asubuhi. It says you who once laid low the nations, or another version says you who have weakened the nations. Wewe uliyewaangusha mataifa ama kuwadhoofisha. The plan of darkness is to weaken the nations. Mpango wa shetani ni kudhoofisha mataifa. And the family is at the very center of that, because our theology as believers is this, that the nation is only as strong as the church in that nation. Na shetani akidhoofisha taifa anaanza na familia. As the family. Kwa sababu taifa lina nguvu kama kanisa lilivyo na nguvu. And the family is only as strong as the marriage. Na kanisa lina nguvu kama vile kanisa, na kanisa lina nguvu kama ndoa. That young man and that young woman who God puts together to be a team. Na ndoa ina nguvu kulingana na vile ambavyo kijana aliyejiteua na msichana wameungana pamoja kiungu. Ndivyo ndoa itakuwa na nguvu. So if you were the power of darkness, what would you do to assault a nation, to weaken the nation? Kwa hivyo kama ungekuwa nguvu za giza, ungefanyaje kudhoofisha mataifa? You would target the heart of that young man. Utashambulia huyo kijana na huyo msichana mdogo. You would pervert that young man and rob him of his identity. Ungewaondoa katika njia nzuri na uwaibie kitambulisho chao katika Bwana. He would lower himself to be a predator. Ili uwasababisha wawe watu ambao wanatumika vibaya. You would put as much pain and fear, ungewaweka uchungu na hofu, and regret and shame, waweke kugaili na aibu. You'd put as many negative sexual experiences as you could in their hearts. Ungewapatia mambo ya kijamii wapitie mabaya ambayo itasababisha wachukie familia. So they have no hope to start a family. Ili wasiwe na tamaa ya kuanzisha familia. They would have fear about marriage and family because of all the negative things that have happened. Waogope familia na kuanzisha ndoa. There would be a hesitation and inability. Kwa hivyo wakitaka kuanza ndoa wanasita, wanaogopa kuwalea watoto kwa utukufu wa jina la Bwana. And we see this targeting. Na tunaona malengo haya. Targeting of the enemy on generations. Tunaona malengo haya kwa kizazi. I'm especially concerned about the enemy's assault against women. Hususan ninashughulikia sana mambo ya shetani kulenga wanawake. Where women end up having a they're second-class citizens in different cultures. Mahali ambapo wanawake wanadunishwa na kuwa ni kama watu wa kiwango cha pili. It goes against everything Jesus was. Inaenda kinyume na kile ambacho Yesu alifanyika. Let me get really spiritual on you for a minute. Wacha niwe wa kiroho kwenyu. Jesus was the most authentic man on the face of the earth. Yesu ndiye alikuwa mwanamume halisi sana hapa duniani. The authentic man? We want to be like Jesus, right? The most authentic man on the face of the earth. Tungetaka kuwa mwanamume wa kweli sana hapa duniani. And what did he kama do? Yesu. He gave his life. Na yeye alifanyaje? Aliyatoa maisha yake called the church. Kwa sababu ya msichana anayeitwa kanisa. Think about that. Think about that. He named the church a woman, a girl. Aliita kanisa msichana. And he gave his life for her. Na akatoa maisha yake kwa ajili ya msichana. Akayaweka maisha yake. Then he took that pattern and he said, men, kisha akachukua hiyo sehemu akasema, husbands, love your wives. Kaambia wanaume pendeni wake zenu. The same way Jesus loved the church. Kama jinsi ambavyo Yesu alipenda kanisa. And gave himself up for her. Na akajitoa kwa ajili yake. That's going to be suffering. Kutakuwa na mateso. I talk to young men all the time. They go, Pastor Jim, I'm so excited about this message of purity. Wanasema si tunapenda ujumbe wa usafi. Purity message.
I'm really going to fight. I'm fighting the battle. I'm living the purity. I'm going for purity, Pastor Jim. Ninapigana. Ninatafuta usafi. I'm just going to hang in there. I'm just going to be purity, man. I'm going to hang in there until I get married. And then it's going to be free lunch. Alafu mimi nitakuwa all the sex I want, whenever I want it. Nitalala na huyu mwanamke vile ninavyotaka. I go, you don't understand. Namwambia wewe uelewi. There is going to be a blessing, but it's not like that. Namwambia kutakuwa na baraka lakini sio hiyo akili. I talk to men and single men and married men. I go, how many men here are married? Na nauliza wanaume wangapi wameoa? You can raise your hand. Wangapi mmeoa jamani? How many are single and want to be married? Raise your hand. Ni wangapi ni vijana na unataka kuoa? Men. Wanaume. Wewe ni mwanaume hujaoa. I've got news for you. If you're married, I've got news for you. Now listen. Kama umeoa nina habari. Married or you want to be married, I got news for you. Kama umeoa ama unataka kuoa. You're going to suffer. Utaingia hapo utapata. You are going to suffer. Utateseka. And it has nothing to do with who you marry. Na haijalishi ni nani umeoa. It isn't because she's a witch or something. Haijalishi kwamba ni mchawi ama Jezebel. No, it's the nature of marriage. Hiyo ni asili ya ndoa. Sacrifice and laying your life down and serving her and honoring a woman. Kwa sababu asili ya ndoa ni kujitoa maisha yako, kuheshimisha mke wako na kumtwalia. See, there's a war against women. Kwa hivyo kuna vita kinyume na wanawake. Cultural attitudes toward women. Kuna tamaduni ambazo ziko kinyume na wanawake. Instituted by darkness. Ambazo zimeanzishwa na ufalme wa giza. And God wants to change it. Na Mungu anataka aibadilishe. Says the kingdom of God suffers violence. Nasema ufalme wa Mungu unatekwa kwa nguvu. The violent take it by force. Na wenye nguvu wanauteka. The kingdom of God suffers violence. Ufalme wa Mungu unatekwa kwa nguvu. Na wenye nguvu ndio wanauteka. That sounds like appropriate violence, aggression, initiative, risk taking. Na hiyo inaonekana ni vita nzuri. Everything a man is supposed to be. Kila kitu ambacho mwanaume anapaswa kuwa. We're supposed to preach truth. Tunapaswa kuhubiri kweli. It takes courage to teach truth. Lazima tuwe wajasiri ili tuhubiri kweli. I have to show you this one scripture. Nitakuonyesha andiko moja. I've got to show you this violent scripture. Nikuonyeshe andiko hili ambalo Judges 19. Linatumia nguvu. Waamuzi 19. This will curl your hair. A lot of you have curly hair already. In America we say this will curl your hair because you're going to go. Tunasema ya kwamba hii itakuletea sisimizi kule Amerika. Judges 19, it's the story of the Levite's concubine and what happens to her. Let me just give you the background of the story. The Levite and his wife concubine hadithi ya Waamuzi 19 inahusiana they're having problems in their na Lawi na suria wake. And she leaves for 4 months. Suria wake anamuondokea Lawi kwa muda. And then the Levite goes after her to speak tenderly to her. Na Lawi come back, let's be back together. Let's get back together. Na Lawi anamfuata suria wake ili warudiane. So he finds her at her father's house. She left him and he went back to her father's house. Anaenda na anampata katika nyumba ya baba yake. So she's in her father's house. Anaingia kwa nyumba ya baba yake. And this Levite goes to her father's house and the father is entertaining him. Na huyu Lawi anaenda kwa yule baba ya yule suria na baba na after a period of time they're going to continue to go home. Na baada ya kukaa pale wataenda nyumbani. They're going to return to their home in Ephraim. Baada ya kukaa muda kwa baba wataenda kwao kule Ephraim. So they both leave the father's house. They're going to go back and be man and wife again. Kwa hivyo wanaondoka kwa nyumba ya baba mkwe wanaenda ili waishi kama mume na mke. On the journey they stop. Na katikati ya safari wanasimama in this town, katika mji huu. And they stop in the town in the open square. Wanakaa wanasimama kwa huu mji katika mahali wazi. In those days there wasn't motels or hotels. You go into the town and then people would say come and stay with me. Siku hizo hakuwa na mahoteli, kwa hivyo ungeenda tu kwa mji ungojee watu wakukaribishe. This older man saw them and said come and stay with me. Your donkey
You can come and stay with me. Me and my daughter are staying in our home. You be our guests. Na kukawa na mzee aliwaona akawakaribisha akamwambia njooni mkae kwangu mimi na kana binti zangu. Only don't stay in the square. He was very strong. Don't stay in the square. Lakini msikae mahali palipo wazi. He was warning them. Alikuwa anawaonya. Don't stay in the square. Msikae mahali palipo wazi. So here's what he said. The old man said, "Peace to you. Let me take care of your needs. However, do not spend the night in the open square." That's verse 19? Yeah, verse 20. Verse 20. Give us verse 20. Okay, there's 20. Walakini kisha huyo mzee alisema, amani na iwe kwako, nitayakidhi mahitaji yenu yote, bora msikeshe nje. Then we'll go to the next verse now. Twende kwa aya nyingine sasa. So he took him into his house, fed his donkeys. After they washed, they had something to eat. Next one. Basi akamkaribisha ndani ya nyumba wake akawapa. While they were enjoying themselves, hapo walipokuwa kijifurahisha mioyo yao, some of the wicked men of the city surrounded the house. Now imagine, mabarathuri wakazingira ile nyumba. You're eating and all of a sudden you hear this crowd outside your house. Kiri mnakula, mabarathuri tayari wamewazingira. They're pounding on the door. Na wanagonga mlango. And they shout to the old man, the man that was the host. Wakamwambia yule mwenye nyumba, who owned the house, he said, "Bring out the man who just came to your house." Mlete yule mtu aliyeingia katika nyumbani kwako. So we can have sex with him. Ili tupate kumjua. Imagine, this is in the Bible. This is in the Bible for a reason. Haya yako kwa Biblia kwa sababu. The sexual passages are in the Bible for a reason. Mambo ya so that men and women of God will preach these messages. Haya maneno yako kwa Biblia ili tuweze kuhubiri. Break the silence around sexuality. Na tuvunje ukimya katika ngono. So we can heal a generation that's being targeted by darkness. Ili tuponye kizazi kinacholengwa na giza. Are molested or led into early sexual experiences. Watoto ambao wanaingizwa katika ngono mapema, tuwasaidie. Young men who are indoctrinated into this predator spirit. Watu wanaume ambao wanaingizwa katika mafundisho haya maovu. What you do before you get married is you go and be with a prostitute. Kile wanaambiwa ni kwamba learn about manhood. Lazima ujifundishe mambo ya kuwa mwanaume kwa kwenda na makahaba. The same spirit. Hiyo roho hiyo. So they're pounding on the door. Wanagonga mlango wa This looks like a homosexual gang rape. Na hii ni mambo ya ulawiti hii. But it's representative of a predatory sexual spirit. Lakini inatuonyesha in the nations of the earth. Roho ambaye amewachiliwa wa the same spirit that looses sexual. It's the same spirit that looses sexual immorality. Na huyu ndio roho ambaye anaachilia ulawiti pia. It's the same spirit that looses incest. Na huyu ndio roho ambaye anaachilia ushoga na baba kujamiana na watoto wao. It's the same spirit that looses molestation. Na huyu ndio roho ambaye anatumia watoto vibaya. It's the same spirit that looses ritual sexual circumcision. Na huyu ndiye roho ambaye same spirit. Analeta mambo. The same spirit that looses child brides. Ya kusherehekea ngono kia all the cultural things that have to do with this is embodied at this moment. Haya ndio mambo hayo yako hapa. The sexual spirit pounding on the door. This aspect of sexual perversion is manifest here. Huyu roho anagonga milango, anabisha. Anabisha kwa milango yetu. What's the next verse say? Aya nyingine tafadhali. The owner of the house went outside. Listen to this now. This is insanity. Mwenye nyumba akatowatokea hapo nje. No, my friends, don't do this. Don't be so vile. Msifanye hivyo ndugu zangu na wasihi. I can't believe he called them my friends. Isiamini anawaita ndugu zangu. The guy lives here. He knows these people. Anawajua mabarathuri. This is his community. Wanaishi ni watu wao. He's living in this community of reproach and darkness. Anaishi kwa hii kizazi kilichojawa na maovu. Since this man is my guest, anasema kwa sababu huyu ni mgeni wangu. Don't do this outrageous thing. Ndugu zangu msimfanyie jambo hili. He had a high value about protecting his guest and what people would think of him as a host. It was a value in the culture, but it was a value that was overemphasized. Let me say that one. It's very powerful. Hallelujah. Huyu mzee mwenye hii nyumba, tuelewane. Yes. Anashughulikia sana vile watu watasema kumhusu watu wa eneo lile. Anashughulikia sana kiasi ya kwamba anasahau kuangalia dhamana ya familia yake. Hallelujah. It's all about what people think about him. Yeye anasema tu vile watu watamusema. This is his identity. I take care of my guests. Look at me. Hii ni kitambulisho yake. Mimi ninachunga wageni wangu. Next verse. Next verse. Look, here is my virgin daughter. Anasema
kulinda kitambulisho chake, anasema wachaneni na huyu mwanaume, chukueni huyu binti yangu. And here is my guest concubine, his wife. Anasema na huyu msichana Suria chukueni pia. I will bring them out to you. Nitawaletea binti yangu na huyu Suria. And you can use them and do to them whatever you wish. Mnaweza kuwatenda nayo muonayo mema. Sexual assault. But as for this man, don't do such an outrageous thing. Lakini huyu mwanaume msimtendee mabaya. See, this is a nation under judgment. Hii ni taifa lilo katika Where hukumu. the most important things are not important. Mahali ambapo And mambo ya things that muhimu are sio ya not really muhimu. important are being emphasized. Na mambo ambayo sio ya muhimu ndio yanatiliwa mkazo. He is willing to give his daughter and his wife and his friend's wife Ana hiari amtoe binti yake na Suria wa into a rafiki yake situation that would promise their destruction. katika hali ambayo itawaangamiza. I'm wondering how often we do that with our own daughters. Ninashangaa ni mara ngapi Our tunawafanyia own binti children. zetu hayo, That watoto we are wetu. we are offering our children, we are putting our children into an atmosphere that promises their destruction. Tunawaweka watoto wetu, binti zetu katika hali ambayo wataangamia. I mean, we've got people in America, Na tuna watu kule Amerika, they just send their kids to college, wanawatuma watoto wao kwa mashule, and at college they get the welcome packet na wale kule shuleni with the wanakaribishwa, condoms in it. wanapatiwa Welcome to mipira, college. Welcome to your new experience. wanapewa mipira ya ngono, Get ready to have sex. wanaambiwa kuwa tayari Everybody's kulala na doing it. wanaume. College isn't evil, but there's parents that send their children to college. Na hayo mashule ni mabaya, na watoto unatuma mtoto kule, They don't prepare them for the danger. hawawaandai watoto They wao don't kwa hizo raise them up hatari. as a disciple to go into this atmosphere where morality is just, Baba hachukui wakati awafundishe binti yake ya kwamba unaenda kwa it's ulimwengu just mbaya. kind of a pattern. Well, we do this. We have 2 cars in our garage, and we send our kids to college, and we don't prepare them for what they're going to encounter. Na sisi tunaangalia mambo ya kiinje, tuna magari mawili, binti apelekwe shuleni, hatuwaandai kwa sababu ya hatari zilizo Or mbele. a father just will send his daughter off with anybody that knocks on the door. Ama unakuta baba anatuma binti yake afungulie mwanaume yoyote anayebisha mlangoni. I told this story about a dad. Niliongea kuhusu hadithi ya This baba young man mmoja. comes up knocking on the dad's door. Kuna mtu anagobisha This mlango dad wa has baba, this car, this expensive car. na huyu binti ana gari ya The young man bekali. knocks on the door and says, "Hi, Mr. Jones. Kijana anapiga, anauliza, Bwana John, Can I just take your car out? I just want to take your car out." nilikuwa nataka gonna kuchukua drive it gari around yako, and- niendeshe hapa karibu. And he goes, "I don't even know you. Anamwambia hata sikujui, What am I going to give you my best car just to drive nitakupaje around?" gari yangu uendeshe? So he's very resistant. Kwa hivyo akawa How come anapiga. he's not going to give the young man the car? Kwa nini hata mpatie Because the gari? car is valuable to him. Kwa sababu gari ina bei But kwake. some man will come up and say, "Hi, Mr. Jones." He doesn't even know him, doesn't know the man's character, has no idea, going to send his daughter off with him for an evening. Na kuna watu watakuja jioni, atajui yule kijana na nini, atamruhusu huyo Sometimes msichana aende nje na huyo I kijana. think we're sending our children into an atmosphere that's going to promise their destruction. Saa ingine tunawatuma God's watoto wetu, challenging men and women in this hour to create a protection around their children. tunaomba wa baba sasa I watengenezee have my binti son- zao kuta. I had my son-in-law David. Nina kijana wangu I didn't know ameoa David binti very yangu. well, and David is interested in my daughter Bethany, and they're dating, they're courting. Sikumjua sana David, lakini alikuwa anampataka And I'm msichana trying to wangu get to know Bethany. David, but there's not enough time. I said, "David, you're going to have to move into the house. Sikumjua vizuri Daudi, You're going to live lakini in my Daudi basement for a while nikamwambia we kuja ukae hapa so I can get to know you." ili nikujue. So I did that, and that worked out good. And so David and Bethany are married, but I had to get to know him. Nilimwambia kuja ishi kwangu Because Bethany's nimjue, my daughter. na sasa I'm nilipomjua not just going to give her into akamuoa. a system that's going to ensure her destruction. Siwezi peana msichana wangu na sijui kama nimemuingiza kwa hatari, The culture is unfriendly to women. kwa The sababu culture wants to rob a daughter of her identity utamaduni tulionao ni and hatari kwa give her a mwanamke, sexualized identity. na unataka kumpatia mwanamke kitambulisho ya kwamba yeye ni wa kutumiwa tu kwa ngono. Did I tell you I know where sex trafficking starts? Je, nilikwambia kwamba najua mahali I know where sex trafficking starts. soko ya ngono ilianzia? It doesn't start in Thailand where they traffic the girls. Haianzii It huko doesn't start in Thailand, Eastern Europe where we take the Eastern European girls and put them in Western Europe. haianzii Uropa Mashariki.
Sex trafficking doesn't start in Nairobi where some guy takes a runaway kid and pimps him out at the bus Soko station. ya ngono haianzii pale Koinange Street Nairobi. But sex trafficking in the world starts down at the junior high hallway. Soko ya in the junior ngono high, inaanzia katika shule hii tunaita junior secondary school sasa. 12, 13, 14-year-old girls, Hapo watoto wana miaka 13, all 14. they hear in their culture, Kile wanasikia all they hear about themselves, mambo ambao from the wanasikia media kuwahusu and music kwa lyrics, nyimbo na sinema, is that the most important part of you naambiwa sehemu ya Is your muhimu body. kwako ni mwili wako, is your sexuality. ni vile ulivyo, It's a war against them. ni vita kinyume nao. And God has called the church to have another message, Na Mungu ameita to kanisa speak liwe na another ujumbe message of tofauti, identity into the young men and young women, wawe na kitambulisho tofauti to wanaume stand against that demonic messaging that will sexualize our daughters. ili wapigane na ujumbe huo ambao unasababisha binti zetu wawe ni kama vyombo vya kutumiwa. If a daughter takes on that sexual identity Binti akichukua hiyo kitambulisho ya kwamba yeye ni muhimu and tu wa kulala na wanaume, emphasizes her sexuality, where she learns to walk a certain way and talk a certain way, mkuta ya kwamba anajifundisha kutembea na njia fulani, anaongea na maongeo aina fulani. if she takes that identity on, Akichukua hiyo it's kitambulisho, just a matter of time before all her dreams will be ni destroyed. muda tu ndoto zake zinamalizika. We see it over and over. It's happening everywhere. Tunaona inafanyika And kila God has mahali, called the church to rise up. na Mungu To anaita begin to teach kanisa the young liinuke, children, we take them and begin to speak their identity. tuanze kuwanenea wao ni kina nani, That we build their sexual identity. ili tuwajenge Pastor Jim. ujasiri wao. Pastor Jim, we don't talk about those things in our culture. Mchungaji Jim, hayo Well, the mambo devil is talking about them Lakini in se- this culture. shetani The anayaongea devil is waziwazi, talking about them in this culture. lakini shetani anaongea How waziwazi dare mambo we haya. not talk about the things that are in Scripture? Kwa nini wewe hautaki And kuongea mambo yaliyo kwa and Biblia use them as a platform na to talk uyatumie? about everything that we need to talk to our young people. Kwa nini usiyaongee? Na ni mambo yanayohitajika yaongelewe kwa So, vijana wetu. let's go back. Next one. Next. Where are we? 21. The men would not listen to him. Listen. He's offering the girls. Amepeana wasichana, lakini wale wanaume The man walikataa. took his concubine and sent her outside to them, and they raped her and abused her throughout the night. Wakachukua yule suria, And at dawn wakamtenda they maovu let her siku go. kucha. This is very unpleasant, and we're not reading about this to bring pain to anyone's experienced violation. But Maneno haya this is in the Word sikiza. of God for our instruction. Tunaweza To kuwa na raise mtu up a hapa generation who will be healed and strong. To train fathers and mothers a messaging to the next generation. Andiko hili linaonyesha picha mbaya sana, They let her go next. lakini hatutaki kuongea maneno haya kumjeruhi mtu yoyote, pengine ulikuwa umepitia jambo kama hilo. Now get this. At daybreak, this woman went back to the house. Huyu mwanamke So akaja alfajiri, she's crawling back to the house where her husband master was staying. anajikokota kurudi kwa nyumba ya mume wake. She's so abused and so weak from the Ametumiwa assault. vibaya na akona unyonge, She's been damaged. amejeruhiwa, She falls down at the door akaanguka chini ya and mlango, lays there until morning. akalala pale mpaka kulipo kucha. Do you see the picture? Je, unaona hiyo picha? This is horrible destruction. Hii ni Horrible uharibifu. destruction. Next verse. Her master got up in the morning. Bwana wake akaondoka He opens asubuhi, the door of her house, afungua mlango wa nyumba, and there's his concubine, his wife concubine, who he had just been restored to. kama mwanamke suria wake She's alikuwa fallen ameanguka, on the doorway with her hands on the threshold. ameanguka ameshika Like her last mlango, gesture is reaching for safety. yani ameshikilia mlango, She's ishara ya thinking, I can kujitetea. come to my husband and he Anasema will provide the safety. He'll understand me. He will be a protector for me. I'm going back to the house where he is. anawaza kwamba She's still ninaenda kwa thinking this nyumba, man will protect her. But he Mwanamume was wangu the one that gave atanilinda. her into that situation. akaingia pale. Next one. Listen to what he said. He sees her and says, Akamwambia, get up. kamwambia inuka, Let's we go. mwanamke, Get inuka up. Get twende, up. Let's go. inuka twende. I believe we're saying that to women in this culture. Naamini ya kwamba tunawaambia In the wanawake African hivyo. culture, I believe we have no sense of the pain and the horrors that so many women have lived through. Imefika mahali sisi wanaume hatuna hisia
ya uchungu ambao wanawake we have this wamepitia. callous attitude about women who are broken. Tuna hali ya And we're kupuuzilia. wondering why they aren't healed yet. Like, Hatu- what's wrong with you? How come you're not healed yet? Tunauliza, mbona What's hujapona? wrong with you? Why are you still talking about your childhood when Mbona you were unashinda molested? ukiongea maneno ya mtoto uliyezaa? When there was a naye violence and nje? violation against your purity that would change your whole life. We look at them and we say, get up, come on, get on with your life. Angalia, inuka, twende, endelea na maisha. Your father left you, so what? Babako alikuacha, kwa So hivyo what? kwa hivyo Your father didn't fill your heart calling you princess, baba yako hakukuita telling you he malkia, thinks about you all the time, hakukwambia mambo mazuri, cherishing you, hakukushikashika, reminding you how important you are, hakukwambia wewe ni so that mzuri you won't just take any man, ili usikutane na but you'll be mwanamume yoyote. marked by my care, so that you will only be interested in a man who reminds you of me. Hakukwambia mambo haya ili uwe unavutiwa na mwanamume ambaye anafikiria kuhusu You're divorced? image ya baba. You're divorced, get up. So Kama- what? You have divorced, so get Kama over it. umepata taraka, wewe mwanamke, inuka, twende. You were sexually assaulted, get up. Umetumiwa vibaya, inuka. Someone touched you in the wrong way as a little girl, get up. Kuna mtu Get alikutunguza over it. vibaya, msichana mdogo, inuka, usikae hapo. You gave yourself to a guy in college, Ulijipeana kwa You kijana lost your college, purity. ulipoteza and now you're bikira, afraid. na sasa You carry the unaogopa. fear every day that if some Christian man finds out what you did in college, Unaogopa mwanamume anataka kukuoa akijua kile ulifanya college, that he'll run so far and so fast from you, hawatakupenda, watatoroka, that you're damaged goods, you're not a virgin. ya kwamba wewe umeharibiwa, wewe si bikira. Daughters live with that fear. We just say, get up. Binti wanaishi na hiyo, na sisi wanaume on, unajua we're- vile tunafanya, tunawaambia inuka, wacha kukaa hapo. We have a callous behavior. Tunayo I tabia ya believe- kupuuzilia, We need to change that. The church has to change that. na ni lazima The sisi church kina has to baba na say- kanisa tubadilishe. Your father left you. Lazima kanisa liseme kama baba We alikuacha. are raising up fathers, and you will be Tunainu- given fathers, spiritual fathers, Tunainua mababa na who utapata will baba wa bless kiroho you and speak to you ambaye atakunenea, and speak blessing to you ambaye and atakubariki identity to you and remind you how important you are. na kupatie kitambulisho That you're kipya special. na kuambia wewe ni wa kipekee. You're divorced. Umeachwa, We will surround you with family and community. tutakuzingira na We familia will na break watu. the power of betrayal in your life. Tutavunja nguvu ya usaliti kinyume will na maisha minister yako. to you. Tutakuhudumia, We will breathe life into you that you have a future. tutapuliza A hope. uhai kwako ili uwe na tumaini la Maybe siku there'll be zinazokuja, another godly man that might, na upatane na but that mwanamume the wa Lord kiungu will, the huko Lord will mbele be everything to you. ambaye atakuwa kila kitu kwako. You were touched in the wrong way as a little girl. Uliguzwa vibaya kama msichana mdogo, We will pray for you. tutakuombea. We will break the power of darkness. Tutavunja nguvu za We will giza, break the power of those memories that tutavunja haunt you. nguvu ya hizo We kumbukumbu, will break the lies of the devil that says it was your fault. tutavunja And uongo wa that you wanted shetani that to happen. ambao And that you're dirty and something's wrong with you because something Amen. happened to you. Tutavunja hizo nguvu zinazosema wewe ni We mbaya. will speak every word. We will reverse every demonic phrase spoken to you. Tutapindua kila msemo wa kishetani ulionenwa juu yako, And we will take time for your healing. na tutachukua muda tukuponye. I'm tired of church services Nimechoka na ibada za where maybe a kanisa, message like this will be spoken. mahali ambapo ujumbe kama And we will utanenwa, call for healing, and we will tell a daughter who's carried something for 25 years in her heart tutamwita binti ambaye amebeba uchungu kama miaka 25, that she gets 30 seconds of prayer at an altar. anapata tu maombi ya sekunde 30 hapo madhabahuni, And those intuitive women who carry that pain are sitting there, na wale wamebeba huo uchungu wamekaa pale, and they're kind of saying, I think my life is worth more than 30 seconds. I don't know how to give myself to a 30-second. na kile wanawaza ni kwamba But the uchungu church is nilioubeba so committed. siwezi nikautoa kwa sekunde The 30. people of the kingdom of God are so committed to see this restoration in the lives of their daughters, mothers, wives, and sisters. Lakini watu wa ufalme wakuwe na kujitoa kuona ya kwamba hawa wanawake And wanapona, we break the power of darkness over basi their lives. tutavunja nguvu We za take giza kinyume adequate na maisha time. yao. We take adequate time. Amen. So, verse 29. Aya 29. This is the part that's crazy. God's thinking this homosexual gang rape
This perversion of the sexual spirit has been loosed in the tribe of Benjamin. Na hii roho God's huyu, people, Israel. watu wa Mungu, huyu roho amewachiliwa kwa Benjamini. This is a real spirit. It's operating. Na huyu ndio roho ambaye anafanya kazi. What do I need to do to awaken my people to this sound? How do I sound the alarm? Na Mungu anauliza, To get my nitapigaje leaders to kengele ya begin to hatari respond to this area. ili watu wajue? So when this man went home, he put his wife on the horse, the donkey. They went home. She was dead. Naye huyu mtu alipoingia So he nyumbani gets mwake, home and he takes a knife and he cuts her into parts. Limb alikamshika by yule limb, suria, akampasua viungo kwa viungo, into 12 parts. vipande 10 na And viwili. he sends these parts to the 12 tribes of Israel. Akatuma vipande hivi kwa makabila yote 12 Can ya you Israeli. imagine a runner? A runner is running with a bag with a part of a woman in it. Hebu fikiria And he mtu runs, anakimbia, he runs to the tribal leader, the bishop, so to speak. amebeba kipande cha mwanamke, And the anakimbia kwa bishop opens the kiongozi, bag. na yule askofu anafungua And it's kipande. supposed to be a message from God saying, this is happening on our watch. It's happening right now. Ni ujumbe anatumiwa, anaambiwa kahaba huu na The haya mambo spiritual leader is yanaendelea. supposed to say, oh my gosh, it's happening now. Na sasa kiongozi anasema, And wow, I can be responsible to hatari hii change it. imeingia kwetu, I'm going to change things. nitabadilisha mambo. It's supposed to awaken Inapaswa iamshe leaders. viongozi. It was supposed to awaken Israel to fight Benjamin. Ilikuwa inapaswa They iamshe were going to Israeli fight wapigane Benjamin. na They were huyo roho wa gonna say- Benjamin. They said, give us the men that did this. And they weren't willing to do that. Waseme So they said, tupatie this hawa means watu. war. Hii ni We are going vita. to fight this spirit. Lazima tupigane na huyu roho. So they called the men. Kwa hivyo wanaita wanaume, Listen to what they said, verse 30. na aya 30. All said, everyone who saw it was saying to each other, such a thing has never been seen or done since the day the Israelites came out of Egypt. Just imagine, we must do something. Waliona hili jambo wakasema halijawahi kuonekana tangu siku hiyo wana wa Israeli. Wakasema lazima what they tuliseme. said. Wakasema, My version says, it's never been done since they came out of Egypt. Consider it, take counsel, and speak up. walisema hili jambo halijawahi kutokea nchi ya hadi tulipotoka nchi ya Misri They hadi were leo. to- Haya lifikirini, They lifanyeni were shauri na they were to mliseme. focus on this and think about it. They have, lazima does it mean? wafikirie. When Daniel decided not to eat the king's food, Kati remember? Danieli alikataa chakula cha He mfalme. considered that. He was thinking, I'm Alifikiria. not going to eat the food. It's the Alifikiria. same word. Ni neno Consider hilo. what you've seen. Really think Angalia. about what's happened to this woman. Kile umeona, and what's kile happening in our kimemtendekea culture, mwanamke. and whether or not we can be an answer to Na that. uone kama tunaweza kuwa jawabu kwa hiyo. Consider it and take counsel. Fikiri na uchukue ushauri. Gather together as leaders and encourage each other to be courageous. Kujeni Talk pamoja about kama it. viongozi na Take muongee. counsel together. Shaurianeni. What are we going to do about the sexual Tutafanya spirit? nini kuhusu hii roho What wa are we going to do ngono? about the message to our young women? Tutafanya nini What are we kuhusu going to hii do jambo about ya young men? wasichana How are we wetu? going to train young men to be men of honor? Tutawafundishaje vijana wetu wawe How are we wanaume gonna waliojukumika? How are we going to teach leaders to agree with God against their own culture? and Tutawafundishaje own country? viongozi wakubaliane na Mungu To kuhusu identify tamaduni yao? more with the kingdom of God than the culture of Kenya. Je, nitaenda na tamaduni ya mbinguni ama tamaduni ya Kenya? Take counsel Fanyeni shauri, and then speak. halafu It's muongee. the same word that says when your children, it says, how blessed is the man whose quiver is full of them. They're like children are arrows in the hand of a warrior. They will speak to their enemies in the gate. Hili ndio neno They will linasema, subdue the enemy in the gate. baba aliye na That's the mishale same ya word. watoto ata Subdue. Consider it, take counsel, and speak or subdue. fikiri, We fanya shauri subdue, na we useme. subdue the power of darkness by preaching truth. Tunashinda nguvu The za giza weapons kwa of kusema our ukweli. warfare are not carnal. Maana They're silaha mighty zetu to the sio pulling down of za strongholds kimwili, and every high thing that exalts itself lakini against the knowledge zinaangusha of kila God. ngome na falme zilizojiinua The kinyume na great weapon of mapenzi ya warfare Mungu. is to break the silence around sexuality. Silaha yetu ni Begin to speak identity to a kuongea, generation. Train up young men by talking Tuwafundishe about vijana. sexual things appropriately. I've got tuwafundishe vijana a friend kwa njia who- inayopaswa. Nina rafiki, a friend who took a picture of our book cover. kuna rafiki yangu ambaye alipiga picha kitabu It's a chetu, woman with a cracked face and a mask. ambaye ni And msichana they put it on ambaye the refrigerator.
They put this picture on the refrigerator. waliweka hii picha kwa fridge, And when his boys were young, na wakati they would walikuwa have discussions. Why does she have a cracked face? wakauliza, kwa nini huyu msichana ana uso wake umekatika? Or he would say something like, "This is a picture of a girl that didn't get very many hugs from her dad." Wakasema huyu ni msichana ambaye They're hakupata trying to connect kukumbatiwa the na baba dots. yake. They're trying to connect the dots between her broken sexuality and the father's attention. Wanajaribu kuunganisha kuvunjika kwake na ile Look, there's a baba girl that didn't get very kumwachilia. many hugs from her dad. Hakupata That's kukumbatiwa na what we baba. would do with my boys. We'd see some lady, a picture of a lady that was showing her body. Na tungeona We said, msichana ambaye there's another akionyesha mwili girl who didn't wake, get very many hugs from her dad. tukasema huyu ni Or msichana she ambaye wouldn't dress hakukumbatiwa that na way. baba yake, She ndio maana wouldn't have anavaa an hivi. empty heart. She wouldn't think I have to attract men with my body. Kwa sababu kama angejijua hangefikiria kwamba atawavutia wanawake kwa mwili wake, A wanaume. father's attention and words can mark a daughter from the beauty with a beauty from heaven. Kwa hivyo mwanaume ambaye anampenda He binti can yake mark anaweza her with a muokoa beauty binti from yake. heaven. That's a dad's job. Hiyo ni kazi ya baba. When Jesus was baptized, Wakati Yesu alibatizwa, it says the heavens were open. sema mbingu zilikuwa wazi Remember, and the dove comes and touches. na ndege And then the words jiwa from akaja heaven. juu yake na sauti This is kutoka my mbinguni. beloved son, Sema huyu ni in mwanangu whom I'm well ninayempenda, pleased. ninayependezwa naye. The greatest thing a father can do with his children, Cha muhimu sana baba Are anaweza those kufanyia three watoto things. wake. a father can give the 3 A's. It's affirmation, Baba anaweza attention, and affection. Baba anaweza kumfanya Three functions of a mtoto father. ajisikie na The pia 3 things a father can amsikize. do with every child, Baba anaweza fanya and mambo a matatu na leader can mtoto. do with every disciple. Na kila kiongozi anaweza kufanya na kila mwanafunzi. He can give the affection or attention of heaven. Anaweza It says the heavens kumpatia were open, upendo wa mbinguni and a father gives attention na to baba his children. anamusikiza mtoto When I wake. came up from the basement and I started to play catch with my son, Nilipotoka I kule was chini giving him nilianza attention. kucheza na mtoto wangu spending time with him. nikiwa na muda na yeye. The words of a father, Maneno ya baba, the words of a blessing of a father. maneno ya This is baraka my ya baba. beloved son in whom I'm well pleased. Huyu ni mwanangu You can ninayempenda look your zaidi. son and daughter in the face, you can Unaweza tell them, you can bless them with words. Angalia mtoto wako na ukambariki Deliberately, na you put it maneno. into them. Ukaweka hayo maneno And the ndani yake, touch of heaven, ukamguza you na can use guza la your mbinguni. hand to do the same things the words do. Unaweza When the tumia father hayo maneno. touches a child, his Ulimwengu hand is ukiguza saying the mtoto. same things his words just said. Yes. It says, you're important to me, I'm touching you. Unamguza, I unamwambia wewe like to ni wa touch young men in the muhimu. back of their neck. I love to do this. Unamguza nyuma ya shingo, It's like unamwambia you're so nakupenda. important. You transmit non-sexual touch to your daughter. You can hold Unaachilia, her. You can touch her. unaachilia maadili So you mema kwa huyo speak mtoto. words. There's words touch Hayo and time. maneno yanamguza na Words touch in kumbadilisha. time. Wanamguza katika wakati I unaofaa. love spiritual warfare. Ninapenda vita vya kiroho. How many love spiritual warfare? We're at the altar. We're going. I heard it. Wangapi over wanapenda South vita vya Sudan. kiroho? Did I hear warfare today? Yeah. Oh man, shouting in South Sudan. Whoa! Vita vya kiroho tukipigania South Sudan. But some of the most powerful warfare you can do. Lakini mojawapo ya vita ya kiroho unaweza kufanya. Like, you know what tool of warfare is? Unajua silaha ya vita? An ice cream cone. It's a powerful, it's a demonic, it's a tool to overcome demonic strategy against a generation. Ni ice cream. Because when a dad takes a little girl to the ice cream store, Sababu baba akimpeleka binti yake kwa and he's kumnunulia ice spending cream, time with her. anakukaa na And yeye, while they're licking the ice cream, he says, "Do you know what I like about you?" anamwambia wakati anakula ile ice She cream, goes, anamwambia "No, unajua Daddy, napenda nini? what?" He goes, "I like everything about you. Namwambia You're napenda so kila kitu awesome. kukuhusu, wewe I ni love mzuri, spending time with you. napenda kukaa na You are a wewe, princess like your mom." wewe ni malkia kama mama yako. And when you do that, when you warfare hell, Wakati you fight unapigana hell na with ice cream kuzimu cone, na ice cream, you're filling her heart. unajaza moyo So wake, her heart isn't empty. moyo wake So hautakuwa later, bure. when a young man, later when she's walking down the street, Kwa hivyo hata and kuwa a young man natafuta, honks the car, beep, beep, hey baby, yo, woo! And she goes, she looks, she goes, are you honking at me? Are you honking at me? She goes, my dad already filled my heart, you go get a life. yule msichana amejazwa maneno na baba yake, akipigiwa mahonihoni kule When asikii.
or a spiritual leader spends time with a daughter, wakati or baba blesses her, ama pasta he's anakaa na filling binti her yake, heart so she's not vulnerable to the interests unajaza moyo of men wake. who are not honorable. Kwa hivyo hana haja ya There's not an kusikiza watu empty ambao hawana heart or a heshima. desperation. Yeye hana upweke, Her heart's been filled by the love moyo of wake her Father. umejazwa na upendo wa baba. Words, touch, and time. I have a worksheet. Maneno yanaguza katika wakati. We're trying to teach men about pornography. We're trying to break this pornographic spirit. Tunajaribu kuvunja huyu roho wa ngono waziwazi. I'm convinced our greatest ally in training men is Na to mimi- awaken their protective instinct. Ni wanaume wa hisia zao za ulinzi ziamke. If they have what I call a revelation of a daughter's heart, Na hiyo wakati nasema How much kuhusu pain women go ufunuo wa through. binti, how much pain they go through because of our sexual culture and chungu wanaopitia and kwa what they've been sababu through. ya That tamaduni if tulio nayo a ya man kijamii. senses that, Kama if he mwanaume begins to understand that, akipata ufahamu, here's my dream. hii ni ndoto To yangu, raise up a generation of men and leaders kuinua kizazi cha wanaume na where viongozi, if some lady with no clothes knocks on your door, kiasi ya kwamba mwanamke And akija offers abishe mlango herself na to hana you. nguo na ajipeane kwako, you look at her and say, there's not a daughter on the face of the earth that was designed to give herself to a man utamwangalia na umwambie hakuna binti aliyeumbwa ajipeane kwa mwanaume without a commitment of marriage. bila kuingia katika ndoa. Something has happened to her. Kuna jambo The power of linafanyika kwake, darkness has assaulted her and beat her up nguvu ya giza imemnasa to the point where she's willing to do that, to take a risk, to give everything in her life kiasi ya kwamba anajipeana mzima mzima bila with the hopes that kubakisha maybe chochote, he'll stay with her. kufikiria ya kwamba ataishi na yule We have to mwanamume. understand this. So Lazima powerful. uelewe, So when the forbidden is offered to us as men, kwa sababu kile ambacho Just like hatupaswi Adam and kuguza Eve with the kikipeanwa apple. bure, when the forbidden is offered to us, and it's offered all the time, kwa sababu kile you like some forbidden? kilichokatazwa ukipewa bure kila wakati. you'd like some forbidden, wouldn't you? Come on. Pengine utapenda kitu That we ambacho see that kimekatazwa, offering and we look beyond what's offered us. Lakini To see a little tunaangalia girl who zaidi. never got a hug from her dad. We see a Tunaona little girl who was molested. msichana ambaye hakupendwa na baba We see the yake, pain. We see the msichana ambaye ana darkness. uchungu, We see that tunaona she's acting giza, against her best interests. tunaona mambo ambayo yamegeuka na So mambo we say no to anayoyapenda. that. We Kwa hivyo see the broken daughter and we say no. tunakataa. No, because I love my church, I love my destiny, Namwambia kwa sababu I love ninapenda my kanisa, nation, ninapenda I love taifa my langu, calling, napenda and I mwito love wangu, her na and the generation ninampenda, of young people. na ninapenda So I kizazi cha say watu no. wachanga. It's the protective instinct. Ni hisia ya Maybe ulinzi, even stronger than our sexual drive, man. saa ingine ina nguvu hata kushinda I msukumo wa think maybe kupenda even stronger than ngono, that lower part of our nature. na saa ingine ina nguvu hata kuliko That if we hear sehemu a yetu ya woman chini. screaming, really screaming like I'm being assaulted, it scares us. Yes. We don't want to go there. Hatutaki kwenda kule wakati tunasikia mwanamke anapiga kelele ya kwamba But we anaonewa, have to. We have to go and intervene. lakini itatubidi sasa twende na We go tuingilie, toward the cry kwa sababu hicho kilio lazima and say, I'm tukisikie. here. This isn't going to keep happening. Uende na Because I'm useme here. haya hayataendelea. So the question is, Swali ni do we hear the cry? je, tunasikia kilio cha It may mwanamke? not be a verbal cry. Pengine sio kilio cha It could kusikika, be a face of sorrow, inaweza kuwa ni nyuso or a history of iliyokunjamana, molestation or sexual ama assault, historia ya kutumiwa vibaya, or a betrayal. ama kusalitiwa. Let us ask God to open our ears and hearts Wacha wanaume tusifungue to masikio hear the yetu, cry tusikie kilio of a generation of women. cha kizazi cha wanawake. It will train our young men. Itafundisha You're vijana not wetu. talking about young men, Pastor Jim, Hauongei kuhusu Oh, yes, vijana I am. wadogo, ninaongea because the pathway to authentic manhood is a revelation of a daughter's heart. maana ufunuo wa mwanaume halisi ni ufunuo wa There'll binti. never be men. Hakutakuwa na mwanaume They don't understand a daughter's heart and what's being done to them. kama hawaelewi Their msichana job is to mdogo rise up and stop it. na wawalinde. Lazima wainuke wawalinde. Amen. Amen. So make sure you get a book.